Habari zenu jamani? Salama. Wazima? Wazima. Wanawake tunaweza? Tunaweza. Wanawake tunaweza? Tunaweza. Tunamsuka kajibu nilichokuwa nakitaka ndio maana nimerudia mara pili. Wanawake tunaweza? Tukijiwezesha na nani? Tukijiwezesha. Jamani. Okay, asante Mr. Kaijage. Na asanteni wote kwa kufika hapa. Tumefurahi kwa mwitikio huu, ingawa tumeongea kwa muda mfupi, ila hamjatuangusha. Pia hapa mmekuja mmeacha ratiba nyingi. Tumefika hapa, naomba nianze kwa kujitambulisha mimi mwenyewe. Mimi naitwa Upendo Mwasele, ni afisa kazi mkuu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Sawa? Bosi wetu mkubwa kabisa ni Kasim Majaliwa Kasim. Anafuata hapo ni Ridhiwani Kikwete, then anakuja mkurugenzi wa kitengo chetu cha huduma za ajira anaitwa Mr. Joseph Ndanga. Mimi hapa nimesimama mbele yenu na muwakilisha yeye, mkurugenzi wa kitengo cha huduma za ajira, ambapo zamani wengi wenu mnaijua kama ni TAESA. Kwa sasa hivi TAESA ipo tena, tuko kwenye wizara au ofisi ya Waziri Mkuu. Siko peke yangu, nimeongozana na timu yangu kidogo ya kutosha tu hapa. Sijui, naomba mjitambulishe. Tuanze na dada pale. Karibu. Jamani na dada. Salimiana. Asubuhi. Lakini wote mko salama. Ndio ni maana mnaweza kufika hapa. Ndio Ndio. Mimi naitwa Flora Precious, kutoka kituo cha IT. Wala ambao wanafanya kujiandikisha, kuama na nini. Hata kuja kuona hapo. Ingawa wengine mnapitia kwenye wakala, lakini tunasema jiandikishe kuja binafsi bila kupitia kwa wakala. Kitengo cha TEHAMA. Kiswahili chake ni kigumu kidogo, tuache mtubaki kwenye TEHAMA. Kitengo cha asante na Flora. Karibu. Unaweza kusimama tu hapo. Habari zenu? Salama. Tumeonana toka asubuhi ila hatujuani. Naitwa Arafa Hassan Rajab, ni afisa kazi kutoka kitengo cha huduma za ajira maarufu mnaifahamu kama TAESA. Pia mimi ni mtafsiri wa lugha za alama. Kwa hiyo kama mna kiziwi msimfiche, fursa ziko na hudumiwa. Okay? Karibu. Unamuelewa? Amesemaje? Yeye ni mtafsiri wa lugha za alama. Mtaelezea kwa baadaye taasisi yetu inafanya nini na kwa nini yeye amesema ni mtafsiri wa lugha za alama. Sawa? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri. Basi kwa jina mimi ni Lamek Nicholas George, ni afisa kazi lakini pia ni mtihama. Asante. Mtaalamu wa kompyuta. Tunashukuru. Sasa hawa ni wachache tu, kuna wengine watakuja hapo baadaye, majukumu yamekuwa ni mengi, ila atakapokuja watajitambulisha. Kama nilivyosema mwanzo, nadhani hapa asilimia kama 3 au 4 ndio wanafahamu ofisi ya Waziri Mkuu inafanya nini, kwa nini imewaita, kwa nini wako hapa. Ofisi yetu ya Waziri Mkuu katika kazi tunazozifanya ni nini? Kila mmoja wapo kubwa ni kutoa vibali kwa Watanzania wanaoenda nje ya nchi kwa ajili ya kufanya kazi. Kutoa vibali kwa Watanzania wanaoenda nje ya nchi kufanya kazi. Na hapa nyie wote mliokuja kuhudhuria ni watarajiwa wetu kwamba mtakuja kutuomba vibali ili msafiri nje ya nchi kwenda kufanya nini? Kuomba kazi. Na katika utaratibu wetu sisi wa kupata hicho kibali kuna hatua ambazo tunatakiwa kuzipitia. Ya kwanza kabisa utakuwa na wakala ama tunaweza ile maagent, ndio maana mmetoka kwa maagent tofauti. Ya pili mtaingizwa kwenye mafunzo kama haya au mengine tunafanya pale ofisini kwetu. Kuna ambao wanafanya ofisini kwetu kila mara, lakini kuna muda tunashirikiana na taasisi binafsi kama hizi ambazo tunawezesha nyie. Na tukifanya kama hivi kidogo watu wanakuwa ni wengi na ukumbi unakuwa ni tofauti. Kwa maana tumekuja pale wote ili msipotee tukawaleta sehemu hii. Naamini kila mmoja hapa kuna wakala wake ambaye amemueleza kwamba leo unaenda TAESA kwa ajili ya mafunzo. Sasa utambulisho wenu nyie badala ya kuinua mmoja mmoja, utatambulisha kutokana na wakala nilizoziandika hapa. Kama nimesahau wakala hapo sijakutambulisha, naomba unyoshe mkono utasema mimi bado.
wakala wangu ni fulani. Naomba mliotoka kampuni ya Kinyasi Agents msimame. Sawa mbona mwapigie makofi? Mliotoka kampuni ya Usikasirike. Mliotoka kampuni ya Easy Way. Kampuni ya Njuga. Kampuni ya Mosam. Kampuni ya Global. Kampuni ya Haubi. Kuna kampuni inaitwa Dar es Salaam. Inaitwaje? Dar es Salaam. Wanatoka kampuni ya Golden Hands. Wanatoka kampuni ya Answers. Hakuna. Kampuni unajua nani mami? Inaitwaje? Answers. Mimi nimesemaje? Nimesema Answers. Kwa hiyo unajua inaitwa? Hamna shida, karibu sana. Wanatoka kampuni ya Apta. Hakuna. Kampuni ya A&L. Hakuna. Kampuni ya Dalba. Wengine wamepotea nini jamani? Dalba. Wao wanakuwa wamepotea hapo njiani. Kampuni ya Target. Namo Target Kampuni ya Namofari. Nani sijamtaja labda jamani? Kampuni gani dada? Sasi. Oh sorry. Kampuni ya Sasi. Mama sasa mnyoshe. Mama. Mwingine? Karibu yes. Marazu. Asante. Na mwingine huko nyuma? Marazu pia. Karibuni sana. Hakuna aliyesaulika ndio? Huo ni utambulisho mfupi wa kuwatambulisha nyie kwa magrupu. Mtatusamee. Sasa naomba niseme kwa nini tuko hapa leo. Sawa Kama nilivyosema, hapa tuko watu sio chini ya 50, si ndio? 54, tuko watu 54 au tuko wanawake ambao tunajipambania, ambao tunajiwezesha 54, ambao mwisho wa siku tunategemea kwenda nchi za ughaibuni au nje ya nchi kwa ajili ya kutafutia kipato au kutafuta kazi. Kwa hiyo kabla ya kuondoka hapa, tujue kwamba kila mmoja amepata hii taarifa au ametamani kwenda nje ya nchi kwa kusikia kitu fulani tofauti. Napenda kuongea kitu kwa mfano, yaani nitaongea lakini nitaongea kwa mfano. Kuna ambaye hapa anaishi na wifi yake, wazazi, mdogo, nani wanaona tu anakaa nyumbani haeleweki nini, wanatoka na wewe tunakutafutia kazi nje ya nchi. Sawa, hamna shida. Leo nakubali kila kitu, lakini umekaa unakula, unalala, unaamka, umekona tu hapo umezubazuba nyumbani unataka upate kitu. Si ndio? Kuna ambao wako hivyo hapa. Kuna mwingine ameshachiwa zawadi. Nikisema zawadi si mnajua dada ndio watoto, si ndio? Unachiwa zawadi watoto wawili unawalea mwenyewe, umeshapigana sana, umepambana, au hata watatu hata kama ni mmoja. Unaona mambo hayakai. Unaona mwanangu mbona mwanangu anafanya vizuri, unamuuliza na kujibu kwamba nimefanya hiki na hiki, niko nje. Ukatamani, si ndio? Yuko hapa naye kapata taarifa aenda nje ya nchi. Kuna mwingine kamuona Mama Juma amejenga nyumba nzuri, ametamani ile nyumba. Yaani nyumba tu tumemtamanisha, anataka naye kwenda nje. Watu watatu wakifika Omani, wakifika UAE, wakifika Qatar, wakifika Saudia, wakipata changamoto, utatuaji wao utakuwa tofauti kutokana na uhitaji na kitu gani kilichowavuta kwenda sehemu husika. Huyu ambaye aliambiwa nenda tu, yaani anaondoka siku hiyo hiyo. Huyu aliyoachiwa zawadi anapambana, atafight kidogo. Aliyetamani nyumba atafight kidogo ili apate hiyo. Tunaelewana Kwa tunataka kuwajengea au kuwapa picha ya kule tunapoenda kukoje. Kuwapa picha ya mtu akiwa anajitambua anakuwa vipi. Kuna mwingine hapa amekaa hivi. Agent ni wake, anamjua, lakini amepelekwa na mtu fulani. Haangaika hata kujua kampuni iko wapi na msaidia nini.
kapewa mkataba anaochukua, anasema ni makaratasi anayafunga na acha hapo, si ndio? Mpaka siku akiondoka akipata changamoto na nana hivi, jamani nafanyaje? Lakini tuna mkataba ambao umeusaini uko pale. Kwa hiyo hapa mtapata kuelewa mila na desturi, mtapata kuelewa mikataba yenu ya kazi, mtapata kuelewa afya ya akili kama alivyosema baba pale, na unyanyasaji wa kijinsia na vingine vingi, na mtapata pia kujua kule hali halisi ikoje, mila zao zikoje, tamaduni zao zikoje, ufanyaji wa kazi nje ya nchi ukoje, sio lele mama, sawa? Mtapata kujua kama mimi nikitaka kusafiri kwenda nchi fulani natakiwa nifanye nini, safari inakuwa vipi, inakuwaje, yani lengo letu kuu au tunataka ni wewe kujipambanua au kujitambua au kujitetea pindi utakapopata changamoto katika nchi unayoenda. Ndio lengo letu kubwa. Tutafundishana kwa theory, yani maneno na vitendo pia. Kwa tunaamini tunafanya mafunzo, tunaamini kwamba mwisho wa siku tutakuwa na Watanzania ambao wanajitambua. Tutakuwa na Watanzania ambao wanajua jinsi ya kujipambania. Tutakuwa na Watanzania ambao ni wachapakazi, waaminifu na wabunifu kwa ajili ya elimu hii fupi tulio hapa katika hizi siku mbili, leo pamoja na kesho. Sawa? Kwa sababu asilimia, nadhani sina hakika, sijafanya research, ila nadhani ni zaidi ya 70 au 80 ya Watanzania wanaoenda nje nchi kufanya kazi za ndani ndio wanakuwa na changamoto. Na kwa nini wanazipata? Kwa sababu ya kitu kidogo tu, kutokujitambua, kutokujua haki yako, kutokujua unastahili nini, ustahili nini, kutokujua kipi ni haki, kipi sio haki. Kwa hiyo tunaambia hapa tutafungua kidogo tu kwamba haki yako ni hii, ukipata changamoto fanya hivi. Hiki ni changamoto, hiki sio changamoto. Utakapoenda kule mazingira atakuwa hivi, mazingira atakuwa vile. Yaani lengo letu, niseme lengo letu kubwa la nyinyi kuwepo hapa ni muweze kujitambua na kupambania haki zenu pindi muwapo eneo la kazi. Hatuwafanyishi mwe wakorofi, hatuwafanyishi mwende kule mkaongee sana, no. Mjue haki zenu ni zipi, mtazipambania vipi, na pia nyinyi wenyewe binafsi mjitambue. Sawa jamani? Kwa hiyo tunaamini mafunzo haya atakapoanza, tutakapomaliza hiyo siku ya kesho, tayari tumewafungua kwa kiwango fulani. Kama mkataba wako hujaupata, ukiupata utausoma zaidi vizuri zaidi. Kama haki zako kuzijua, utazijua vizuri zaidi. Kama mila desturi za huko nje ukuzielewa, utazielewa vizuri. Na utapanga hapa kama ndio watu wale wa booster, unajua kuna watu wana booster mpaka anywe simu energy au monini au afanye nini ndio anaanza kufanya kazi, uanze kurudi nyuma taratibu, kwa sababu nchi za watu hamna hivyo vitu. Tunaelewana? Yaani tunawapa tu ile picha ya awali. Sawa? Napenda kusema kwamba nimefungua mafunzo haya rasmi na nawakaribisha. Tunaomba usikivu wenu. Kama una shida yoyote, utawasiliana na mwanamke jasiri pale au hata mimi au wenzangu hapa. Ukiwa na excuse yote, una chochote kile, usije kutuambia au kututaarifu. Karibuni sana. Tunawaomba na tunaamini tutahudhuria leo pamoja na kesho. Na msikose, ni cha muhimu sana kwa faida yenu na kwa maisha yenu ya baadaye, kwa sababu unapoenda kukaa huko utakaa miaka hii 2, si ndio? Miaka 2 si mchezo. Si ndio? Ukiondoka unatakiwa kuwa umejitambua na ni kweli umefanya maamuzi ya kweli kwenda nje ya nchi. Asanteni kwa kunisikiliza, asante. Tusiondoke, tuongeze wameniwahi, wamepasha kabla ya waelekeza kupasha, lakini wameona ule uzuri ulioyasema wakaunganisha hapo. Sasa ataomba tumpashie anaitwa nani? Anaitwa Madamelo. Anatokea wapi? Anatokea ofisi ya waziri mkuu Taesa. Kumbe huko kuna watu wako vizuri, wana akili zao zina nasi, wako smart. Haya, tumpashie pasha. Sasa nikisema choma hatuchomi, kwa sababu tukichoma tunaharibu mazingira. Tutapiga hapa, ila tutampa nini? Maua. Na si mnajua jinsi ya kumpa mtu maua yake. Haya, pasha, tumpe maua yake. Na wengine waliitikia, kumbe walikuwa wajui. Maua tunafanya haya, twende. Tunampa maua yake. Twende tena. Unapokea? Haya, anastahili maua. Mpe nyinyi, nimpe mimi maua. Sisi. Asante.